wakinifuata na wachana kama takataka. Wakikufuata basi sema kwangu ushadata. Ani sijiwezi, nimeshakuweka moyoni, kwangu we ni wa thamani, wendo wangu wa halali. Oh, sijiwezi, nimeshakuweka moyoni, kwangu we ni wa thamani, wendo wangu wa halali. Wakikufuata unawachana kama takataka, na mimi wakinifuata na wachana kama takataka. Wakikufuata uwachane kama takataka. Yani wakikufuata wachane kama takataka. Na wewe ukifuatwa, yeye akifuatwa aseme kwangu ni shadata, aseme kwako ameshadata. Kabisa. Na wewe ukifuatwa na wachana kama takataka. Urongo ba, watu si wajinga bwana. Urongo ba. Urongo ba, watu si wajinga bana. Ati wewe ukifuatwa na wachana kama takataka, na yeye akifuatwa aseme kwangu shadata. Uko na namba zake? Na nataka nimpatie tu DJ Jack tu afanye Dragon motor testing. DJ Jack tu, hiyo sauti nzito tu. Yes, hello, this is Safaricom CEO calling you blah blah. Tufanye Dragon motor testing. Leta your number, I'm permanent, nimpigie. Leta your number 07 Saraboti ameingiza jebe. All right. In the meantime, ladies and gentlemen, welcome back to the DJ's Arena, the Blue Radio Kenya Mazi. Of course, kama kawaida, you know how we do this and every Super Saturday, bringing to you some good and amazing guest artists in the building, guest DJs, and of course, this afternoon inside our today's episode of the exclusive listening party, introducing another fast rising star from the states of County 001, Mombasa County, Likonai. Talk about one Msana Moti in the building. Anasema yeye anafanya usanii kwa sana, yani anafanya usanii aina mingi kwa sana. Ndio maana anaitwa Msana Moti. Msana Moti. Alafu Moti sasa, umesema Msana ni sana, alafu Moti ilitokea na mimi napenda animation. Unapenda animation? Sasa kuna hii animation inaitwa Rick and Morty. Right. Sasa kuna yule character inaitwa Morty pale. Sasa nilikuwa napenda sana kurelate na yeye, hizo vitu anafanya sana. Ikiwa chuo nikaamua nijiite hivyo tu, Morty. Right. Sasa nilipoingia kwa sanaa ndo nikaamua nijiite Msana Moti hivyo tu. Right. Hiyo jina isipotee. Super interesting. So Msana Moti, nilikuwa napitia mahali kwenye stage fulani ya watu wa boda pale, nikisikiza umbea pale. Unajua stage ya boda pale hapa kosekani umbea, yani umbea aina zote, manake wao ndo wanabeba wanabwaga. Sasa kuna jamaa akasema pale, hii dharau ya kutuona sisi maboda hatuna maana, basi tunawagongea sana na hamjui. Shanikuta? Nakupata. Tunawagongea sana na hamjui. Wewe unajua na maanishaje? Naelewa. Na maanishaje? Kuna hii story inaendelea. Mimi sijasema. Usiniekelee. Mimi sijasema kuna hii story inaendelea. Mimi sijasema. Mimi uendanito usijasema. Hiyo ni wewe umesema. Hebu niambie ni story gani? Tukipita TikTok tunaona tu, lakini wasipendi kufuatilia hizo vitu sana. Haya, nipeleke na mtaratara. Ni story gani? Umeamua kumwaga nini kwenye nini mingi? Haya, nipeleke na mtaratara. Kuna story fulani TikTok. Tusikia, wajua vitu vikitokea TikTok sasa ni rahisi sana kujua. So TikTok ni mtandao mkubwa sana. Sasa hakuna mwenye ajui hiyo issue. Sasa lakini mimi si kama ni kweli, sababu kiupande wangu yani
Najua TikTok kuna mambo mengi tu za kufanya hivyo ili watu wapate views nini, but sijui, sijafuatilia sana nijue kama ni kweli. Huwa nasikia tu hivyo napita nikienda. Sasa si utuambie ulisikiaje? Msana naye. Tuambie ulisikia vipi? Ulisikia vipi? Au ulisikiaje? Huko TikTok ulisikiaje? Manake mimi nakwambia umbeaza watu wa stage ya boda, wewe waniambia wanipeleka TikTok. Wanasema kuna jamaa amegongewa huko, lakini jamaa yupi? Sumtaje jamaa yupi amegongewa, si useme kuna jamaa yaitwa so and so. Kama twamjua tutasema twamjua. Tusigile hizo issue za watu. You're listening to Blue Radio, bringing the vibe. Haya, sasa wewe unajifanya umeogopa. Wacha mimi nikona spade not a biscuit. Wajua mimi the social media doesn't lie. Na Waswahili wanasema lisemwalo lipo, na kama halipo basi laja. Liko njiani laja. Ushanikuta. Sasa mimi pale nikifanya kuperas pale, nafanya peras pale mtandaoni, nagongana na mwanangu huyu. Harusi tunayo hatuna. Huyu mwanao mbavuni. Mwanangu wa ubavuni huyu. Sasa mimi najiuliza, mwanangu huyu ninavomjua, fundi wa mitambo huyu. Mwanangu ninavomuelewa, fundi wa mitambo huyu bado yaweza fanyiziwa. Hakuna mtu yuko safe hata kidogo. Yaani wewe utoke kidogo uende tu Nairobi hapo shagongewa na mtu wa boda. Kwa boda tufai kuamini. Watu wamesema dada wa Warabuni wadumu kwenye ndoa. Watu wanasema sana. Sijui mwanangu umekaruga, sijui uko online. Ningepigia simu lakini nitamtafuta baadaye. Alafu wajua mtu wa boda ndo the only guy mwenye anaweza cheat mbele ya wife wake. He's the only guy mwenye anaweza pita na side chick mbele ya wife wake na bibi hata sijui. Nitamwambia tu ni custom na nimebeba na mpeleka hapa mbele. Wewe chukua hii, tayarisha kwa nyumba nini na nini. Narudi baadaye. Sasa huyo aliyesema kuwa sisi watu wa boda, sisi maboda huwa tumedharauliwa, lakini hivyo licha ya hayo madharau sisi ndo tunagongea sana na hamjui. Na mimi kuna kitu, kuna ukweli mahali. History kuna ukweli. Iko. Manake jamaa yasema ana evidence. Bekaruga yasema na evidence. Amekuwa egonga. Kama Bekaruga mwenyewe amekubali basi sioni kama kuna shida kama lakini sasa wanaume wameenda pale wamemuita Bekaruga men conference, wakamwambia oe bro, unatuchomea bro, unachoma bro. Yaani unajua wazi mtoto umegongewa lakini bado eti uketi naye bro wachoma. Wewe unaweza hiyo msana moti, wewe unaweza msana kwa mimi siwezi. Wewe unajua wazi mtu amefanyiziwa juzi. Nakwambia simu ilikuwa imezima. Hakukuwa na stima. Basi mwanangu Bekaruga na roho ya mamba. Ujamaa na roho ya mamba. Wewe DJ Jack, ingekuwa wewe ungefanya nini? Ungekuwa Freshly Mwamuri ungefanya nini? Ungekuwa Bekaruga ungefanya nini? Umegongewa na mtu wa boda. Na ni mtu unajua, seti mtu ujui. Wajua ungegongewa na mtu mwenye ujui, au ungeanza kufanya utafiti. Investigations. Kisha kwanza ni investigation mwanzo. Wewe fuatilia kivyako. Wajua watu wanaweza ongea lakini kumbe hata sio kweli, wanataka tu kuwachonganisha. Sasa ukipata evidence hapo ndo unaanza kuact sasa. Muhimu unajue kama ni ukweli ama si ukweli kwa. Lakini muhusika mwenyewe asema baba ni kweli kagongewa mimi. Ndo nasema kama mwenyewe amepata ushahidi anaweza chukua actions zote zenye wataka yeye sasa. DJ Jack, ingekuwa ni wewe umegongewa ungedo what? Mimi naisha tu. Manake kama umejua umegongewa kumaanisha umekuwa ukigongewa sana. Hii tu ndio imetokea bahati mbaya ukajua. Yaani umekuwa ukigongewa sana na sana yani mara kibao. Hapa amecheza tu mbaya ndo ukajua, lakini kuna mingi hujajua.
Ujamaa sasa yuharibu zaidi. Ndo hivyo. Unajua hata mwizi kitambo ashikwe huwa ameiba sana. Amekuwa akitagetiwa sasa hiyo 40 yake ndio imefika. Alright. Msana Motingi, kwa nini wewe umegongewa ungefanya vipi? Ni kama nimepata ushahidi karibu kila kitu, yani nimeaminisha ni kweli. Hapo nakata tu story na najitoa tu. Yaani unajitoa hivyo, tunachana tu basi. Haina haja tuendelee na. Unajua kitambo mtu akuchiti huwa ametaka. Lazimishwa. Huwa ametaka. Sasa kama uliamua kumaanisha ulikuwa wajua nikishikwa kuna circumstances hivi na hivi. Right. Sasa hapo hakuna msamaha, hakuna kabisa. Unasema yeye ni akanyage kubwa akiendanga. Unaweza oa tu tena tu. Msana, yani wasema hivi hadi kutufurahisha macho. Lakini inataka roho ngumu. Unajua kwenye mahusiano watu kuna venye watu wamezoeana, sasa kuachana sio rahisi sana. Sio rahisi. Lakini huyo mtu ukisema unamsamehe, hiyo ndoa haitadumu. Maana yake wewe bado utakuwa unakaa mkikorofishana kidogo. Wewe bwana ulicheza blana. Kidogo asiposhika simu kidogo ajua hii ishaenda tena. Sasa ufanya mfanyiko sio? You're listening to Blue Radio. Bringing the vibe.